Vanirobuka ijobu dagane furuenzi yango ate kuulize bisokwe nebiriba ngo mchere babire mwanyama mama boga inaiva sasa tunaenda kula. Jamani, nimemisindizi boba. Leo chakula lazima kiwe kitamu. Chakula cha Bukoba. Mama, tunapojua kucheza sasa. Hizi ngoma za kwetu. Mama. Wewe Simbilisi. Wewe. Hata unacheza unapika. Dada. Ndio simtolee meno, mimi niko serious. Unacheza unapika. Dada, chakula bado kidogo tu kinakaribia kuiva. Mimi njaa inaniuma bwana, chakula bado. Dada, chakula kishaiva nakuletea sasa hivi dada. Na mbona pika kwenye mkeka hapo? Dada, ndani kuna joto ndio maana nikaja kupikia hapa. Ndio lishamba kama nini? Mkeka wa kukalia kula unapikia hapo hapo. Sijui likoje hili. Dada, na wewe mbona una gubu dada? Dada, kwanza kuna kitu nimesahau ndani, nimesahau bakuli. Ngoja kwanza nifuate. Kaa dudu. Dada, unachukua chumvi unapeleka wapi dada? Nina shida nayo. Sawa dada. Dada yangu cheupe. Dada. Chakula tayari dada. Ngoja nimpelekea karati akaniua bure maana huyu. Mambo Kamdoli. Poa. Nzima? Mimi nzima, si wewe? Mimi nzima. Shughuli yangu Kamdoli. Mimi nakuuliza swali. Kwa nini hapa naona nyumba yako inateseka sana? Kwa nini? Kwa nini usimwambie mama yako akuhamisha upeleke kwa shangazi yako? Kana una ndugu hapa? Ndugu nao. Lakini mama hahitaji waje hapa. Tangu enzi za marehemu baba kipindi yupo hai, alikuwa anapiga sana vita kufika hapa. Mbona kwanza tangu umekuwa kipofu, umeshaanza kutafutia hela kwenda kununulia fimbo jamani mpaka kwa mjito mamvuli. Inavyosemekana kaka ameshapewa hela. Ila sijaona matumaini yoyote ya kununuliwa fimbo. Ila nitamuuliza amefikia wapi mpaka sasa hivi. Kwanza mamako yupo? Hapana, amesafiri. Maana unaona nimekaa kwa uhuru, sikia hata makelele yake yule mamako. Hayupo, atarudi kesho. Alia. Wewe unakuja kunitembelea. Ngoja utembee kila siku shughuli yangu, nitakuja kutembea kila siku. Kwanza mmeona kana nani? Nipo na kaka na dada ila wametoka mara moja. Basi ndio nakuja kupa kampani, Yusu wewe ameboreka. Nashukuru sana Alia. Wewe unakuja. Ndio kwa nakuja shughuli yangu kwa nitakuja kila siku. We, unapishana? Baba, mimi sijapika, unanilaumu bure. Aliopika huyo mfanyakazi wenu bora, anaojitahidi bonge la dada Simbilisi. Wewe. Unapika chakula hiki? Kwa nini unapika wewe?
Unapika chakula ambacho hawezi kula binadamu? Hivi kwani wanafaa kukana sisi tupike chakula cha namna hii? Wapikaje sasa? Alafu ina maana wewe alikuwa anapika ovyo, unamwangalia? Yaani baba leo tunifanyia huyu. Tena muda huo anacheza kusema chakula bado anacheza, yani alikuwa ananiona mimi kama mdoli baba nikimwambia. Lakini mimi naogopa hata kusema sana sijamkana kama simpendi. Yaani wewe wakati kupika unacheza? Alafu wewe mtoto wa kike unataka siku moja ukae nyumba yako na mume wako unampikia chakula kizuri, leo unapika alafu useme mimi wewe tumekuleta hapa uwe mtumishi mzuri ili kesho ishokuta ukae mwanamke mzuri nyumbani kwako. Ni hapa ni kwamba hata kama ni mtumishi lakini sisi tunakulea vile vile. Je, siku tukwambia pika pilau, biriani hivi nini utafanyaje? Sikiliza, sisi tumekuajiri hapa utupikie chakula kizuri anachoweza kula binadamu na akafurahi. Alafu sasa tuweze kuendelea kukaa na mtu ambaye anapika chakula cha namna hii. Au unafanya kusudi? Kweli kabisa baba, yani. Yaani chakula cha namna hii kabisa hivi. Sasa haya ningekuja na mgeni sasa unampa mgeni chakula cha namna hii. Yaani itakuwa lawama kwangu mimi mtafikiri ndio mimi ndo napika. Sisi tumekuajiri wewe ili tuweze kustirika. Alafu wewe unatutia. Kule mwenyewe chakula chenu hiki mimi siwezi kula chakula namna hii. Puzi mtupu namna hii. Sabado. Kistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Nitakuonesha mwaka huu. Maji utaitamma. Ropoka. Kaka. Subwabwaji, nakusikia. Hivi unakumbuka maelezo ya daktari? Alisema kwamba fimbo ya mlemavu wa macho ni bora kuliko fimbo nyingine. Nilikuwa nauliza umefikia wapi, maana pesa za kununulia fimbo ulikabidhiwa wewe. Unataka nifiaje? Hivyo kwa hiyo hii fimbo wewe utembelee ila chini ya utachi au mimi kupewa hela ndo kosa? Lakini kaka, unaona kabisa hii fimbo sio salama kwangu. Sio salama. Mbona unatembea unasikia ngapi? Unatumia hii? Hauna nipelekeshe. Hivyo unafikiria kwenda town ni rahisi? Wewe unaweza kwenda? Hiyo kuchota maji tu jana umeshindwa. Umekuja nayo maji nusu umekaa masaa mazima. Sio kupewa hela ndio ikawa sababu mimi wa kunipelekesha. Sina muda kwenda town. Siku nikiamua kwenda nitaenda nitakuchukulia. Au nimefanya makosa kuchukua ile? Nimepewa hela kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume na uwezo wa kwenda popote. Siku nikiwa na muda wa kwenda mjini nitaenda nitakuchukulia. Tena mimi nazibia fimbo nzuri. Kwani hiyo uwezo kutembelea naye? Tena ukinilazimisha naweza nikaila kabisa. Shanza kuniletea uchawi, hebu nipishe kwanza. Ni rahisi kinwa kujawa na lawama tele pale mambo yanapoonekana yaendi. Ni ajabu sana, naona moyo unahangaika kutafuta majibu. Mwenyezi Mungu, kwa nini yote yananikuta haya? Simona mimi mchukue tu kama ulivyomchukua Baba.
kazi yote anaifanya yeye. Sina ananyanyasa na binti kulala usiku halali. Odi. 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 Wapi? Mimi nimejiandaa leo. Uko wapi? Uko wapi wewe mbwa? Mbona sikuoni? Wewe binti? Uko wapi? Wewe. Vipi unaota? Tatizo mama, wewe unakuja taratibu. Yaani wewe umekuta mimi nipo kwenye usingizi wangu unakuja kunisumbua. Samahani mwanangu kwa kusumbua. Kwanza mimi nilikuwa nimekuita yule Pulia. Nilikuwa nimejiandaa kumpiga hizi. Kwani yule Pulia huwa mnapigana kila mara? Hapana mama, yani yule mdada ana roho mbaya. Yani yule dada yule. Yani we mama. Mama isome umeniharibia sana usingizi wangu. Yani nilikuwa sijui kabisa nikajua ni lile Pulia. Yani nilikuwa nimejiandaa leo nilipige kumfuza maana na hadi macho yatoke. Sawa mama yangu, ulikuwa unasema nini? Maana umeniharibia kweli usingizi wangu. Wewe ni kama nimechoka. Nafanya mikazi mingi. Kwani unafanya kazi nyingi sana afu usiku ulale? Hapana mama, sio anafanya kazi nyingi. Ila sema tu sijui leo imekuaje. Hivi unaishi vipi na watoto pa nyumbani? Mbona bado unasinzia? Wewe binti? Tatizo mama unaongea taratibu, mimi na usingizi. Hebu naomba nisikize kidogo. Na yule dada humo unamuonaje kuhusu watoto? Wewe binti. Wewe binti. Mbona unalala tena? Yaani mama nimechoka mwanao. Nimechoka sana. Yaani leo nilikuwa na kazi mingi mama. Yaani na hapo unaponiongelesha na usingizi hivi. Kwani unafanya kazi nyingi sana mpaka unachoka Hapana mama, sio kazi nyingi. Ila tu sijui leo kwa nini nimechoka sana. Sawa mama yangu, ulikuwa unasemaje? Nasema na udada mnavyoishi nao naona vipi na watoto, maana alikuwa anawanyanyasa kweli, anawafulisha miguu hiyo, anawaoshesha vyombo, anawaambia kula amuli. Kwa sasa hivi unaona anaendeleaje? Mama, kumbe na wewe unalijua hilo? Basi sio wewe peke yako mama. Yaani mtaa mzima wanajua kwamba watoto wale wananyanyaswa na yule Pulia. Sasa hapa mimi ndio kiboko yake. Yaani toka nije sijawahi kuona na wanyanyasa kwa sababu mimi nipo nao muda wote wale watoto. Yaani mama, watoto wanapendeza vizuri sasa hivi. We hata ukiwauliza chochote watakwambia kwamba mama, sasa hivi sisi hatunyanyaswi, tunapendwa na dada. Kwa sasa hivi watoto wanaishi vizuri, wanaenda shule. Mama, yani kuhusu shule? Yaani wanaenda kila siku watoto na wanaenda wamependeza, wamezuka nywele kichwani na uniform zao na wanyoshea, yani na wapigia pasi, yani wanaenda furu makisimende kabisa. Asante Mungu. Na mzee Barongo yupo? Hapana, mzee Barongo hayupo. Na mke wake? Mke wake naye hayupo, kaenda kazini. Sasa mama, mbona unachungulia? Yeye mwenyewe hayupo. Kwani unamuogopa? Nauliza sije nikaongea hapa na wewe yupo akatoka akakufokea wewe akaona kama mimi nakuja na kuchunguza mimi na wewe. Nisikilize mama yangu. Kwanza mimi nina hasira naye. Yaani yule dada hata mimi mwenyewe toka siku ya kwanza ile napika alininyali, yani ananiangalia hivi kama anataka kuniroga. Na mimi kanipata. Siku hiyo hiyo ananiangalia hivi na mimi nikamwangalia nikamwambia we dada, kwa nini unanipiga hivyo jicho? Kwani mimi nimekufanyaje? Akaniambia anazuga. Sasa mimi siku zote ninavyoishi naye nimemfuatilia, nimejua kwamba yule dada ana roho ya kishetani. Basi sawa, kama wewe umekuwa nani unamweza kwa sababu ana roho mbaya yule binti. Yaani si angekupa kama amezaa watoto wake alafu akafanya vitendo kama vile watoto wake ingejisikiaje? Unajua nini mama? Usikute yule kashazaa lakini watoto watakuwa labda akawaweka wapi? Yaani yule anapoonekana yule anaweza kazaa na watoto pia akawatupa. Yule mimi naona atakuzaa hajazaa, maana angekuwa kazaa angejua uchungu wa mtoto asingefanya vitu kama vile anavyofanyia watoto. Sasa mama, yule mimi kapata kiboko yake. Yaani mimi kwangu hapa atoki, ananijua mwenyewe mziki wangu. Na ndio maana mimi nilikufanyia hivi. Nikajua ni yule dada.
Usije ukajaribisha ukanipiga kweli. Hapana mama, usiogope na jaribu. Maana alivyokurupuka tu akashangaa huku. Ngana leo nimekwisha ile. Swashiko. Nyie ndio wale kumfue. Mimi ndio hii hani ha. Yaani kwa hii yo hii. Yaani wewe kweli wewe ndio wazee wa yaani hoi. Basi mimi nashukuru mwanangu kusikia hivyo. Ila nakuombea kwa Mwenyezi Mungu akupe moyo wa huruma huo. Uweze kuwalea wale watoto kwa sababu wewe ukifukuzwa ukiondoka, yani wale watoto watanyanyasika sana. Amina mama. Haya mimi naenda mwanangu. Sawa mama, maombi yako Mungu ameyasikia. Nashukuru kwa kweli. Sawa mama, bye. Haya mwanangu, haya bye. Wewe unakuja mara moja moja? Naogopa hapa sijakaniona akaona kama namfuatilia nikakuponza na wewe unaangalia wale watoto kafukuzwa. We mama, usimogope. Haya mama, bye bye mama. Haya mwanangu, haya. Bye. Mungu ajalie Grace. Haiteu mama ana roho nzuri. Kumbe naye alikuwa anaona kwamba watoto wanateseka. Huyu Pulia ana roho ya kinyama. Sasa mimi nitamshughulikia. Mwache. Ukutana na moto. Wanafuata mfanana. Simameni hapo. Shida. Mimi nataka niwasaidie. Kusaidia kitu gani? Hivi nyinyi mnapenda mananaso? Hapana, sisi tushazoea na mananaso yetu, tuache. Sasa mimi nataka dada yenu mumpe dozi. Sasa acha nyinyi mumpe dozi. Dozi? Ndio kama mwekee upupu. Unajua upupu? Ule ambao unawasha. Nampa dozi dada yenu anawanyanyasa. Sisi tunaogopa. Msiogope. Kwenye maji kidogo tu akaenda kuoga, awashwe, ajikune, ajisugule. Nyinyi mnatulia tu. Kidogo mnakuwa mnapata wapi? Sasa mzee kanyanyasa nyenye kidogo mnampa dozi. Sawa, ukipata upupu tuletee. Hamna shida nitaweka. Sawa? Haya. Cindy. Uko wapi? Cindy, niko hapa. Njoo. Kanda yako yupo? Hayupo. Cindy, dada yako ana tabia mbaya. Anaogopeka hatari. Usimwogope, sisi tushamzoea. Kaa. Cindy, usikae kizembe. Ongea haraka maana dada Samia atakuja. Yaani mimi ningekuwa mundani. Kwanza mtao tunajua kama wenyewe mnateswa. Ningekuwa mimi dada yangu ndio huyo. Ningemkomesha mundani. Mpaka angejuta kuzaliwa. Dada wewe unakuja. Pengine vimbea jamani. Wewe mtoto, na bwana nilivyokuona. Unajifanya mdomo sana kama chupa Unajifanya unapenda sana kufuatilia mambo ambayo hayakuhusu. Sasa wale wako siku nikuona tena unakuja pale nyumbani. Utakata hiyo miguu yako. Dada, mimi zoevu nishazivuka. Sio watoto wako kule na piga na nyingine sana. Nyasa kule mimi nishavuka zoevu. Ile hivyo nyingine shapita mama. Mimi ni 5. Sasa tunaambiwa 27 huko. Mimi sipo hapo. Sema kweli. Nisiseme. Unasemaje wewe? 45.
Mimi 45, sasa sina bei. Nitakuzibua wewe mshenzi mmoja wewe. Hata baba wa shingo bado huja kutoka, unajifanya mdomo sana wewe. Nitakupiga nipeleke polisi, nimsijui umenielewa. Mimi sio mtu kabisa kunichezea. Mimi mtu wa huko. Mbavu mmoja. Ngasimama hapa nikuoneshe. Mtoto mdogo hata baba wa shingo bado huja kutoka. We binti, nguo zangu nilizokwambia unifulie umezifua? Nguo zangu za ndani nilizokwambia unifulie ulizifua? Dada, zile nguo za sebreni. Wewe usifanye kama vile uelewe. Chupi zangu umezifua? Chupi zako dada? Mimi chupi zako sijafua dada. Kwanza kwetu kufua chupi ni mwiko. Chupi unafua mwenyewe dada, mimi chupi sifui. Mwiko Mwiko ubaba, mwiko ugali? Mwiko wa mchanga dada. Kwa mchanga Unafanya wewe jeuri Wewe unazifua zile nguo zifui? Nataka jibu hili moja, utafua ufui? Hauna jibu. Sasa sikia nikwambie. Chagua moja. Unifulie zile chupi zangu au nikuwekee tena silipu hii ya kichumvi. Unakumbuka jana nilichokifanya Sasa silipu ya kichumvi. Naenda kuchukua mavi ya kuku na michanga. Ni rahisi kinwa kujawa na lawa. Utaondoka hapa mchana kweupe. Nyasi mlikuja wawili. Utaondoka peke yako. Na nilishakwambia utaondoka mchana kweupe. Labda mimi sio Priya. Ni rahisi kinwa kujawa na lawama tele pale mambo yanapoonekana. So dada huyu anajikuta yeye anajua. Sasa mwache, mimi nitamkomesha. Mwache. Sasa anajifanya anajua sana. Siku yake ni moja. Sasa anajifanya anajua kupanga mipango yake. Sasa mimi ndo kiboko yake. Kuanzia sasa hivi na mimi mipango yangu naianza rasmi. Ataniona mimi ni mbaya kuanzia sasa hivi. Ni rahisi kinwa kujawa na lawama tele pale mambo yanapoonekana yaendi. Ni ajabu sana, naona moyo unahangaika kutafuta majibu. Ajabu sana moyo unapoonyesha mashaka, japokuwa Mungu anaishi katika